Leo nakuletea siri ya moyo ambayo Amani ameibeba kwa muda mrefu. Atatusimulia mengi aliyopitia kwenye safari yake ya mahusiano na namna ilivyovuruga mtazamo wake wote wa mapenzi. Amani anaanza kusimulia kisa chake ambacho kama mwanaume kimemuumiza sana. Na hii ni moja ya simulizi ambazo zinawakuta wanaume wengi. Nilikutana na Amani ambaye alianza kunisimulia kisa chake kwa kusema, "Leo nataka nikusimulie maisha yangu mwenyewe. Sio simulizi ya kusikia. Hii ni maisha niliyoishi mimi. Mimi naitwa Amani na hii ni story ya moyo wangu na Rehema." Nilizaliwa Morogoro kwenye maisha ya kawaida sana, lakini watu waliokuwa wananizunguka waliweza kutafsiri maisha yetu kama maisha duni. Sikuwa na chochote cha kujivunia zaidi ya ndoto zangu. Rehema tulikutana tukiwa bado wanafunzi. Alikuwa ni msichana mrembo, mwenye heshima na tabasamu lililofanya nisahau hata shida zangu. Tulikutana siku ya mashindano ya sanaa shuleni kwetu. Tulikuwa wote tukigombea nafasi ya mchoraji bora. Sikujua kama siku ile ilikuwa mwanzo wa maisha yangu, lakini vile vile mwanzo wa maumivu yangu. Baada ya hapo tukawa marafiki wa karibu sana. Nilikuwa nikimsaidia masomo yake na yeye alikuwa ni mtu pekee aliyeniamini hata nilipodharauliwa na kuonekana sina thamani na watu wote. Nakumbuka kila mara alikuwa akiniambia, "Amani, siku moja utakuwa mtu mkubwa." Na mimi nilimwamini sana kuliko nilivyokuwa najiamini mwenyewe, na nilijitahidi sana kuishi katika mitazamo yake. Baada ya kumaliza shule, maisha yalibadilika kabisa. Sikuwa na kazi, niliamua kufanya biashara ndogo ndogo na nikaingia sokoni kuhemea vitu vidogo. Nilifanya vibarua ili nipate walau chakula. Lakini mapenzi yangu na Rehema hayakubadilishwa na hali niliyokuwa napitia. Na hali hiyo ilinipa faraja kubwa sana. Tulikuwa tukionana kwa siri na tulipanga maisha ya baadaye kila tulipokuwa tukikutana, tukiamini siku moja tutakuwa pamoja rasmi. Lakini baada ya muda kupita, familia yake iligundua kuhusiana na mahusiano yetu ya siri na ikaanza kuwa changamoto. Familia yake haikunipenda wala kunikubali kabisa, na hii ilikuwa ni wazi kwa sababu ya maisha yangu duni. Kuna kipindi nakumbuka niliwahi kumsikia mama yake Rehema akisema, "Mwanangu, huyu kijana hana maisha, atakupotezea muda na atakuweka kwenye mateso." Niliumia kusikia kauli ile, lakini wakati huo pia nilifarijika na namna ambavyo Rehema aliamua kukaa upande wangu na kutetea penzi letu. Aliniamini kuliko mtu yoyote na alifanya nikaona ndoto zangu zinaweza kutimia. Alimjibu mama yake akamwambia, "Mama, Amani atakuwa mtu mkubwa." Baada ya muda kupita, maisha yalizidi kuwa magumu. Nilijua kama nikiendelea kubaki Morogoro sitaweza kufikia ndoto na ahadi nilizompa Rehema za maisha yetu ya baadaye. Nikafanya maamuzi ambayo yalikuwa ni magumu mno. Nikaamua kuondoka Morogoro na kwenda Dar es Salaam. Nilikaa na mpenzi wangu Rehema na tuliliongelea hili. Tukapanga mambo mengi na nikamwambia mpenzi wangu, "Wacha nikatafute maisha, nitarudi nikiwa mtu. Nitarudi nikiwa nimetimiza ndoto ambazo unaamini nitatimiza. Nitarudi nikiwa mtu mkubwa. Tafadhali nisubiri, niombee, nitarudi." Na Rehema aliniahidi mambo mengi. Aliahidi kunisubiri, alinipa moyo na aliniombea kwa Mungu dua njema. Lakini sikujua kwamba muda usingekuwa upande wetu. Sikujua kwamba yote ambayo tunaahidiana yasingeweza kutimia. Lakini imani yangu ilikuwa kwa Rehema, nguvu zangu zilikuwa kwa Rehema. Niliondoka na nakumbuka maisha mapya yakaanza. Sitasahau jinsi ambavyo Dar es Salaam ilinifundisha maisha kwa njia ngumu sana. Nilifanya kazi tofauti tofauti ili tu niweze kuishi. Nilifanya kazi za ujenzi, nilibeba mizigo
na bado wakati mwingine hali ilikuwa ngumu, na siku zingine nikalazimika kulala bila kula. Kuna nyakati nilifikia kukata tamaa, lakini kila nilipomkumbuka Rehema na maneno yake na maombi yake na jinsi alivyokuwa na imani na mimi, nilisimama tena. Amani anaendelea kusimulia kisa ambacho kimeumiza moyo wake, kisa ambacho ni siri ndani ya moyo wake. Anasema, nilijifunza kusimama, nilijifunza kujiamini. Miaka mingi ikapita, nikiendelea kujikusanya kidogo kidogo, nikiendelea kuishi kwa nidhamu na nikiendelea kuamini katika maombi ya Rehema. Nikaamua kujikita kwenye biashara ya vifaa vya ujenzi. Nilianza chini, lakini kwa nidhamu kubwa, kwa matumaini makubwa. Polepole biashara ikaanza kukua, kila siku nikiwa na matumaini, na Mungu alinisaidia. Biashara ilikuwa ikawa kubwa zaidi ya nilivyowahi kufikiria. Anasema, nikaanza kuwa mtu mwenye mafanikio, nikabadilisha muonekano na mambo yakaanza kuwa kama ambavyo tulikuwa tunatamani yawe siku zote na mpenzi wangu Rehema. Na ndani yangu nilikuwa na pengo, na pengo lilikuwa ni Rehema. Maisha yalikuwa mazuri, kila kitu kilitimia kama nilivyotamani, alikosekana tu Rehema. Nikaanza kufanya mipango ya kuweka mambo yangu sawa na kumuingiza Rehema kwenye maisha yangu. Na siku moja niliamua kurudi Morogoro. Sikuwa na hofu tena ya umaskini. Sikuwa na hofu tena ya maneno ambayo wazazi wake na ndugu zake walikuwa wanayaongea juu yangu. Nilikuwa nimefanikiwa, nilikuwa mtu wa tofauti, nilikuwa na uwezo, na nilikuwa na lengo moja tu, kumchukua Rehema, kumfanya mke wangu. Lakini nilipofika nyumbani kwao, dunia yangu ilisimama. Rehema wangu, mpenzi wangu, alikuwa ameolewa. Mwanaume mwingine alifanikiwa kuchukua nafasi niliyodhani ni yangu kwa miaka mingi. Sikulia mbele za watu, nilijikaza kiume, lakini ndani yangu nilivunjika vipande vipande. Moyo ulipata ganzi, na nilipopata muda wa kuongea na Rehema, aliniangalia na kusema kwa sauti ya chini, nilisubiri Amani, nilisubiri, lakini sikuweza kupambana na maneno, kejeli na shinikizo kutoka kwa ndugu zangu. Nilisubiri, lakini sikuweza kusubiri milele. Ilibidi iwe hivi. Nisamehe Amani, sikuwa mvumilivu. Nilipoteza imani na penzi letu. Siku hiyo niliondoka kimya, lakini nilijifunza kitu ambacho sitakisahau. Wakati mwingine sio kwamba hupendwi, bali maisha yanakuweka mbali na unayempenda. Maisha yanakuamulia na kuvuruga ndoto zako zote. Mpaka leo ni miaka mingi imepita, lakini bado sijawahi kuwa na mahusiano ya kudumu. Sio kwa sababu sipendi, bali ni kwa sababu ya jeraha la moyo wangu. Moyo wangu niliuacha pale kijijini. Moyo wangu ulibaki na Rehema. Na kila siku bado huwa najiuliza, kama ningekuwa tajiri mapema, angekuwa wangu. Sipati majibu, lakini pia siwezi kubadilisha kilichotokea. Na hii ndio siri ya moyo wangu, mimi Amani. Penzi ambalo halikufa kwa chuki, bali kwa wakati na maisha, uduni wa maisha.